Nasaha 24 TV. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia yatba'ul mayyita thalathatun, maiti husindikizwa na vitu vitatu: ahluhu, watu wake, wa maluhu, na mali yake, wa amaluhu, na matendo yake. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, vinarudi viwili na kinabaki kitu kimoja. Fayarji', vitu vinavyorudi ni vipi hivyo? Maluhu wa ahluhu, mali yake na watu wake. Wa yabqa amaluhu, na inabaki kaburini pale matendo yake. Ni yapi ambayo umeandaa? Ni yapi ambayo umejipanga nayo yatakayoanza kukubakia mpaka kaburini, yatakayokufaa mpaka siku ya Kiyama? Na kama bado muda wako ndo huu, usisubiri baadaye, wala usisubiri kesho, wala usisubiri pakuche. Umejiandaa vipi na malakul mauti anapokuja kuchukua roho yako? Umejiandaa vipi usiku wa kwanza kaburini? Mwisho umejiandaa vipi na siku ambayo utarudishwa kwa Mola wako jalla fi ula, siku ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaisifu kwa wasifu wa kipekee: yuhsharu an-nasu yawma al-qiyamati hufatan uratan ghurlan, watafufuliwa watu siku ya Kiyama hali ya kuwa wako peku, wapo uchi kabisa. Bi Aisha anasema nikamuuliza Mtume Muhammad, ar-rijalu wan-nisa'u jami'an yanzur ba'dhuhum ila ba'd, ya Rasulullah, wanaume na wanawake wote katika uwanja mmoja wanatizamana hivi? Mtume akaambia, ya Aisha, ewe Aisha, al-amru ahammu min an yanzura ba'dhuhum ila ba'd. Qiyama, siku hiyo jambo litakuwa ni zito mno, kila mmoja atashughulishwa na ya kwake. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa atazungumzishwa na Allah, atahojiwa na Allah, atasemeshwa na Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, na hakutakuwa na mkalimani kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anachokuuliza ndicho utakachoenda kukijibu. Vipi haki za watu duniani? Vipi dhulma za watu duniani? Vipi ibada zangu duniani? Vipi familia yako na maamrisho yangu duniani? Hayo hakuna kuyaandaa vyema isipokuwa wewe leo duniani, kisha atakuja kukufaa siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ali ibn Abi Talib alikuwa pamoja na Kumail anasema tulitembea safari yetu moja, tulipofika sehemu ambayo hakuna makazi ya watu, Ali alikaribia kaburi moja, kisha akaambia, enyi watu wa makaburini, enyi watu mlio katika magofu ya kwetu huku duniani, mlioyaacha yapo vile vile. Watoto wenu mliowaacha ni mayatima sasa, bado wapo. Wake zenu mliowaacha wamekwisha olewa, nyinyi mna habari gani? Kumaili anasema akanigeukia Ali, anaambia, laiti kama hawa walio makaburini wangepata nafasi ya kurudi na kutupa nasaha sisi, basi wangetuambia akiba bora ya kuifanya kwa ajili ya akhera ni ucha Mungu tu, na hayo huyakumbuka watu baada ya kufa kwao. Kila mmoja azinduke hiyo shughuli umeandaje, sababu huyo haishi hivi, sio kama mpaka aishi hivi, kule haishi mpaka aishi. Utaanza kuulizwa nani Mola wako, yupi mtume wako, kipi kitabu chako, umeandaaje? Na haya maneno huwezi kuyasema kama hujajiandaa. Yutabbillahu alladhina amanu bil qawli thabit, Mwenyezi Mungu kuwathibitisha kwa kauli thabit wale ambao waamini kisha wakatenda matendo mema. Sasa jiulize, je, imani yako ikoje? Je, matendo yako yakoje? Na unaweza kuiona hapo msemaji sana unajua kusema ukasema, lakini kule yutabbillahu alladhina amanu bil qawli, Mwenyezi Mungu athibitisha kutamka ile kauli wale waamini wakatenda matendo mema. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni tahadhari. Kijana mdogo kabisa anatoa mawaidha makubwa kabisa.
na huu ni ujumbe tosha kabisa. Tuondoke nao Ijumaa leo, kila mmoja ujiangalie. Sasa mimi napaka bodaboda sasa nakwenda, je, mara pako nimegongwa hapo, nimekufa, nimeandaa nini? Na matendo mema ambayo tumeelekezwa na Mtume wetu Muhammad katika namna sahihi kama vile ambavyo yeye alielekezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ndio ukubwa, na akasema kwamba tuitahidi sana, kwa sababu kifo kinakuja bakhtatan, yani kwamba kinakuja ghafla sana. Kwa hiyo tujiandae katika namna ambavyo tuwe na msaada katika maisha ya kaburini, kwa sababu hakuna namna yote ambavyo tutasaidika kule isipokuwa kwa kuwa tumekuwa tumetenda amali zilizokuwa sahihi. Nimesikiliza kwa umakini mkubwa, na hotuba leo ilikuwa imegusa, kwa kweli imegusa yale maisha ya sisi wanadamu, maisha baada ya kufa kwetu. Maisha baada ya kufa kwetu yanahitaji maandalizi ambayo ni yale matendo mazuri ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Allah.